Alafu mume wangu, na hiyo dhambi unakusema watumishi wa Mungu utaibeba wewe mwenyewe na sio humu ndani. Tatizo mke wangu, kila nikikwambia kuhusu mchungaji unasimama kwa mchungaji. Wewe nitakuwa tuwe kitu kimoja na mimi. Kwa nini unamsema unapenda sana kusimama kwa mchungaji? Tatu. Ndio hapa dada yangu, umefika mazingira kama unavyoona hapa. Unafika mapokezi pale, unapokelewa, shida zako zimeisha bila shida. Mchungaji anaitwa Anko Mtoto. Asante. Sasa hata ongeze katika hela basi kidogo hata buku basi. Haya tatu ndio tutachukua ile ndugu yangu. Hata kama matatizo dada yangu sio hivi. Basi ni sawa. Kama msishachukua na sawa. Anaitwa Anko Mtoto. Haina shida mama, ndio hapa pana nini tunaonyesha. Karibu sana. Asante. Sawa, hapa tuna utaratibu wetu. Kuingia mgeni lazima usaini kwanza kwenye daftari letu na ofisini. Atakuwepo au kama mteja kama hamna mwingine. Sawa. Sawa, naomba usaini hapa jina lako, namba yako ya simu na usaini hapa. Alafu mbali na hivyo mwanabii wetu tutashikilia. Endelea kusaini yako. Wakati na saini mimi nenda kumwangalia ofisini. Sawa. Karibu. Naona shasani tayari hapa. Sasa unaruhusiwa kwenda kumwona mchungaji. Lakini 10,000 yangu kwenda kumwona mchungaji. Sana karibu. Unaruhusiwa kuingia pitia mlango ule pale. Asante. Karibu sana. Kwenda kumwona mchungaji, pitia mlango ule pale. Sawa? Haya. Namba wewe. Asante. Karibu sana. Mchungaji, mimi nimekuja na tatizo langu kubwa sana na shida ya kupata mfumo. Binti yangu, umefika sehemu salama. Mimi ni mtumishi wa Mungu, nimekuja hapa duniani kwa niaba ya Mungu.
ili kuwapa furaha watu wenye huzuni kama wewe binti yangu. Kila kitu kitakuwa sawa. Amina. Yaani mchungaji, huwezi amini. Mimi hapa yaani nimezunguka kama nilivyowaambia kwamba tangia mtoto wangu nimejitunza, sijakutana na mwanaume yote. Mimi yaani sijai kutana na mwanaume, alafu ukiangalia kuna marafiki zangu wote tunacheza nao mpaka tunakuwa wote watulie, lakini toka utoto wako mpaka sasa umeutunza usichana wako. Haleluya! Hongera binti yangu. Na pia Mungu ameamua kukupa jaribu ambalo wewe utalishinda, na shetani anakuonea wivu, maana umeutunza usichana wako toka mtoto mpaka sasa hivi. Hakuna mwanaume alishawahi kukuingilia, si ndio hivyo unavyoniambia? Binti yangu, hongera sana. Ni mabinti wachache wanaweza wakafanya vitu kama hivi. Unataka umejitunza kweli, hujapata hamna hata kijana alishawahi nani. Sasa binti yangu, kama tunavyoona Ibrahimu naye alikuwa na tatizo, ila tatizo lako na Ibrahimu linatofautiana. Ibrahimu mtoto, wewe unahitaji mume. Sasa unatakiwa uje saa 2 ili tuje kufanya maombi. Mchungaji, saa 2 usiku? Kivipi yani? Ndio binti yangu, uje saa 2 usiku ili tuje kufanya maombi. Binti yangu, usiogope. Umefika kwa mtumishi wa Mungu, usiogope. Unaogopa nini binti yangu? Sawa binti yangu, usiogope kabisa. Mimi ni mtumishi wa Bwana. Vipi? Nauli unayo? Ndio mchungaji. Acha nani? Nauli unayo? Sasa hii nauli ya kuja nayo usiku. Sababu maana mabodaboda si unajua tena, anaweza kwambia nauli sio, shika utakuja nayo. Kijana, mimi ni mtumishi wa Bwana binti yangu. Niamini, mimi ni mtumishi wa Mungu. Shika hii nauli. Chukua binti yangu. Chukua binti yangu. Haya, sawa, hamna shida. Usisahau saa ngapi nimekwambia? Saa 2 uje tuje kufanya maombi. Sawa binti yangu? Haya. Ila kitu kingine, naomba usimwambie mtu wakati unakuja. Tafuta namna ya kuaga nyumbani, usimwambie mtu, sawa? Haya. Mchungaji. Habari? Jina Amina. Habari uzima? Salama. Uzima utukufu. Niambie. Sasa mchungaji, sana na kutoka nyumbani naenda kwenye ibada nayo tena ukatoka. Binti yangu, hapa nilikuwa naenda kumtafuta Dobi, akanifulia nguo nyumbani. Unajua mazingira nyumbani sio mazuri kabisa, nguo chafu. Yaani nilikuwa naenda kwa Dobi binti yangu. Kuhusu hilo mchungaji, hata usiwazi. Na mimi leo ngoja nikapate baraka. Nitafua, nitaosha vyombo, nitafanya usafi. Hata usiwazi. Kweli? Bwana akubariki sana. Amina. Ubarikiwe sana. Sasa mimi naona haina haja tena kwenda kwa Dobi. Tuongezane wote mpaka nyumbani, si ndio hivyo? Sawa. Ubarikiwe sana. Amina.